Una uhakika unaweza ukafanya hivyo? Niko tayari kwa hilo. Kama ni hilo, niko tayari kushirikiana na wewe. Mimi nitashukuru kwa hilo, tena nitashukuru sana. Kwa sasa mimi na wewe sio maadui tena, ni marafiki wapya. Sasa tushirikiane kudumisha huu urafiki. Asante. Baby, mapenzi kikoozi, kuficha nimeshindwa. Tena sorry kama nakukwaza, ila moyo unasema nakuhitaji. Nakuhitaji baby. Kwenda kulala huyu. Nenda. Nimeshaenda. Natoka kwa Majohari. Nishonga na Majohari. Na hilo sharti lake tumeshapeana. Jiandae mwanangu Jumatatu mkaanza shule. We, mama usiniambie hivyo. Yote tunaenda shule. Mbona niambie? Amekupa sharti gani Majohari mpaka akakupeleka shule? Uombea. Mama Johari angeona unafaa kuambia, angekwambia, asingekwambia mwambie mamako aje. Mama, unaongea tu hivyo kwa sababu hujui. Umenikuta hapa nimelala, nafikiri nilikuwa nimelala. Yaani nimekapa moyo nafanya hivi, sina hata amani na wazo. Mamangu ameenda kupa sharti gani hilo? Sasa nashangaa mwenzangu unakuja kila siku tu Jumatatu shule. Niambie basi sharti gani anakupa Majohari? Uombea wewe mwanangu. Hiyo ni siri ninachokwambia. Yule kaondoka na sharti. Wewe unakuja na siri. Mbona sielewi siri gani tena hapo? Hatakiwi mtu yote ajue. Hata mama Johari mwenyewe haendi yeye kunilipia hiyo ada. Ananiletea mimi pesa ndio nenda kulipa ada. Sasa siri gani ambayo hataki kujua mtu yeyote, si ndio uniambie na wewe, maana umeanza masuala ya nini? Hiyo nyingine umeshakataa kuniambia. Na siri basi niambie nijue mwenzio, mbona mnanifanyia hivyo? Ndio, hata kaka yako hatakiwi ajue. Siri gani ambayo sitakiwi mimi kujua? Na vingine vikupitiege. Umetoka huko siri nini? Mtu kakaa naongea na mamake unaweza kuulizia habari za siri. Muone vingine vikupite. Ovyo. Uliyataka wewe hapa. Kung'ang'ania tu kila kitu ujue. Alichoniambia hata mimi nilifurahi mume wangu. Yuko tayari kuwalipia watoto wetu ada. Lakini pamoja na hayo, baada ya kuona maisha yetu, akiangalia hali yako wewe, baada ya kupata matatizo haya, ajua mimi kipato changu ni kidogo, na kuhangaika kwenye genge langu, sio hela ya kutosha kuweza kulipia ada. Mpaka nicheze mchezo vyangu niweze kumlipia John ada ya shule. Kwa kweli Mungu amemgusa, ameni atusaidie kwa hilo. Lakini kwa masharti. Anachokitaka Mama Johari haswa ni kumtenganisha Johari na John. Yaani tuwatenganishe. Mimi niweze kumdhibiti John kama mtoto wangu, na yeye Mama Johari hawezi kumdhibiti mtoto wake. Tukiweza kuwatenganisha hapa, yani ndio hilo haswa. Na mimi nikiangalia kwa uwezo huo, naweza. Yeye ni mtoto wangu, nimemzaa mwenyewe. Naamini sitashindwa. Nitafanya kila njia, hata kumchapa nitamchapa. Nitamchapa bakora. Na nikishindwa kwenye bakora, nitamtishia kumtolea radhi. Tuone, huyo Johari wataendelea kuwa na Johari? Lakini mimi naamini hapana. Siwezi kushindwa mwanangu. Sishindwi.
Tutajitahidi. Sishindwe kabisa mume wangu. Sina kwa kile ambacho nilichokisikia. Na leo niko mbele yako hapa. Nataka unithibitishie kama ni kweli au la. Ni kweli umetolewa posa. Amini ulichokisikia. Ni kweli nimetolewa posa. Lakini sana unajua jinsi gani ninavyokupenda. Natumaini mwenyewe ndio unaniambia kwamba utaweza niacha milele daima. Lakini vipi leo? Vipi umekubali kutolewa posa? Okay. Kwa nini kuniambia umekubali kuolewa? Ulitaka nifanyeje nawe haukuwa serious na mimi? Hata hivyo nimekufuata mara ngapi kukuuliza swala la kunioa, lakini haukuonesha kuwa uko tayari. Mkawa nimesema kwamba mimi siko serious, lakini najua jinsi gani ninavyokupenda. Nakupenda kweli, nakupenda toka moyoni. Naomba niweke wazi. Nakubali kuolewa au nisitishe mpango wako kuolewa? Niambie. Ni kweli nakupenda, lakini uliniambia mimi ndo mwenye maamuzi na hivyo nimeamua. Nimeamua. Nimeamua kitu gani? Nimekubali kuolewa. Hivi una akili gani? Mbona sikuelewi nini unamaanisha? Kwa hiyo kupenda kote nitakuniambia nifanya kazi bure? Umenichanganya sana akili yangu. Mama bwana, mimi toto lako nimelitafuta huko kote ulikonituma mimi sijaliona. Kijiweni sijui wapi huko kote alipo. Hata sijui limeenda kukuvulia wapi. Wewe muongo wewe. Yaani muda huu mwanangu kweli umefika vijiwe vyake vyote kakako John mpaka kina Johari kweli? Mama, ninapokuambia nimeenda mpaka kina Johari, si nje kuja naye kama nimemuona toto lako yeye nazurura sana afu mimi jua kali nimeshachoka. Basi huyo hapo. Wewe nao ulikuwa umeenda unanifanya mimi nafokewa hapo nazurura tu ovyo. Njoo kae mwanangu John. Mwanangu John. Yaani hapa nimekuita wewe ndio mwenye shida. Haswa nataka niongee na wewe. Huyu ni umbea tu unamleta hapa. Mwanangu John. Naomba unisikilize kwa makini haya ninayokuambia. Wewe ndio babako namuona hali yake hii. Huyu ataolewa, kimbilio langu ni wewe John mwanangu. Ninachokuomba. Mama Johali hujezea zake zote. Lakini ombi lake, shida yake kubwa, uachane na mtoto wake Johari. Na mimi Mungu amenijalia nimepata visenti. Naenda kulipia ada kesho. Urudi shuleni mwanangu. Na kupeleka shule ukasome. Uachane na Johari. Uachane na Johari kabisa. Kama shida yako ni mwanamke mwanangu, tafuta mwanamke yeyote
niko radhi mimi na baba yako tufanye mpango hata kukuwezesha baada ya kumaliza masomo, lakini sio Johari. Na ukifanya hivyo utakuwa umeniondolea balaa mimi, mama yako pamoja na baba yako. Hivi unajisikia raha mama Johari anakuja hapa ananitukana, watu wanajaa mtaani, unajisikia raha wewe? Nadhalilika mama yako kisa baba yako yuko hivi? Wewe ndio ubakie, ndio baba sasa, ndio wakunilea na ndio wakubadilisha maisha yetu. Kwa hiyo ukasome kwa uchungu, utoe hii hali tulionaye mwanangu, na pia ukizingatia masomo naamini utafaulu. Huyo Johari mwaka wangapi anarudia? Usiwe kama Johari, yeye ni mtoto wa kike, wewe ni mwanamume. Yanakuingia, unanielewa? Sawa, nimekuelewa. Sikuamini